Hello guys, so whoever is behind me is my sister. Unaona kuna mashavu. Sasa leo nataka nikufunze kitu moja. Unaona wakati life yako sometimes inakosa kusonga. Wakati life yako vitu haziendi, unajaribu ABCD haifanyiki, pesa inakataka kwa mkono. Saa zingine ikuangia ati hata kuna mtu amekuroga. Sure. Ama ati anything bad may happen na wewe. I want to give you a true story, and hiyo ndio the reason hata na record hii video na my sister hapa. Yeye anaweza testify kana nasema ukweli ama uongo. Sasa mimi nimelelewa na shosh kidogo, lakini ikafika time fulani nikaenda na hii. Then after kumaliza shule, so kila mtu anaanza kuingia kwa maisha yake, mnasahau hata mambo na shosh. And apparently pia watoto wa shosh kuna vile wanakuwa wamemtupa kidogo. So ikafika time fulani tu kitu kaniingia kwa akili. It was ilikuwa lini ile time nikienda kwa shosh peke yangu. Hii mwaka ikianza. Ilikuwa early this year, si ndio? So early this year nikaamua nitembelee shosh. Bana nikapata shosh na kama maisha mengine mbaya. Shosh na kama maisha mengine mbaya, hata kubahatisha kula. So nikakaa huko kama siku 2-3, tukapiga nayo story na sikupenda hiyo kitu. Nikarudi Nairobi, then I called my sister. Nikampigia story. Kumbe pia alishaenda huko, ilikuwa sijui lini. Akaniambia hata mimi nilikuwa natamani sana tupatane, nikuelezee kwa vitu 2-3 nilisoma nikienda kwa like Beriti bana. Bana, yani shosha kwa hapo ako njaa bana. Yani it was so sad. So tukaongea na my sister hapa, tukasema inafaa tufanye ABCD. Hatuwezi kaa hivi tu tunaishi maisha poa. Hata kama yenyewe si ati tunaishi maisha poa vile, but hatuwezi ishi hivi na shosha anateseka. So we decided, we as cousins and sisters, tuteneze kachama. Hii chama itakuwa tunafanya each and every end month ya kusaidia shosh. Tunatoa dhao, punch. Hatuko tunaekea mtu limit, bora wewe yenyewe unaweza toa. At least hiyo do tukishaigather tuone inafika do ngapi, tupige shopping each and every month tuko tunapelekea shosh. Sasa hizo shosh anakaa tu na kuna cousin yetu mwingine hapo, na huyo cousin yetu pia kuna katoto kadogo. So wako watatu kwa boma. So sisi tunaishi tu maisha tukijua shosha kwa sawa. Tukijua watoto wake wanga na msupport, kumbe wamemtupa. Including my mom, unaona? Sasa sisi tukapanga na tukasikizana, tukaelezea pia, tukafanya kwanza kama miezi 2. Tunachanga hiyo don, then my sister hapa yeye ndio juenda kwa karibu na shosha kwa Kitale. Yeye ndio anafanya nini? Anaenda kwa supermarket ama kwa duka wholesale, ananunua hizo chakula, anapeleka wapi? Home. Tukafanya hivyo kama miezi 2, then tukasema on August, silikuwa August, ndio tulikuwa na a meeting. So it happened, hiyo meeting pia kuna maanko zetu wakasema hawa watoto hawezi kuwa na meeting huko na sisi watu wazima tuko hivyo, kaamua wacha tutawa company. Hata mimi madangu akasema twende naye. So ikakuwa ni kama a family thing. Tukaenda hapo because walipendezwa na vile tunafanyanga siku hizi. Vile wao tuna support shows bla 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 na hivyo. Si tukaenda. Kawaida family meeting tukipatana nini na kuanga kama ombi 2-3, ma worship songs. It was so funny bana. Usiona na cheke brother. Sasa ma worship kwanza madhangu hapo, unajua kwa mambo ya kuimba mstari wa mbele. Roho Bwana akashuka. Then surprisingly shoshetu akatuambia kabla tuombe kuna jambo nataka kuambia. Si tukachukulia tu normal, tukasema hiyo jambo silisemwe. So kwa Kiluya, kwa wale wa Maragolo wanajua kuiganira, kutubu. Inaitwa kuiganira, kutubu. So shosho yangu akasema nataka kutubu kitu fulani. Si tunasema kutubu, kwani shosha alikuwa mchawi anataka kutuambia leo? Nataka kuambia niko na nyoka. Anataka kuridhisha mtu mmoja. Si tukashangaa tena hizi ni gani? So si tukasema tu anyway, mtu akitaka kuongea mnamwachia time aongee. Then akaanza kusema Mungu anisamee. Nilikuwa nimesema watoto wangu wakienda huko wasifanikiwa. Nilikuwa nimesema pesa zao zisiaipata maana because mimi kama shosho yao, mimi kama mama yao, niko hapa nateseka, nao wanakula. Mpaka anaanza kutaja
Akasema ati individual. Ati kikufa tusiende matanga yake. Tufike tupate ati kama ashazikwa. Ati hadi kigenya bana. Tusijue tupatenge tu matanga ilishafanyika. Mpaka ana name specific person. Anasema hata wewe Prudence. Wewe Prudence wewe, nilikuwa nimesema. Usikuje matanga yangu. Wewe Clarence. Ana mention one by one. Bana, hiyo saa hata akiongea sisi tunaangaliana tu. Tunastuka. Tunashangaa. Tunashangaa. Are we dreaming? Ama ni nini leo tunasikiza? Anasema, imagine hata nilirecordio video, I still have it till today. Akaanza kuongeza vitu, akaanza kusema so vile hao watoto walishikana karibu miezi 2 imepita, wakaanza kunisupport hivi. Nikasema yenyewe for the first time nimesikia raha ya kizazi changu. So naona haina haja hiyo maneno iendelee kuhanta watoto wangu na washajigundua. Sasa mimi natubu, Mungu anisamee. Sasa ndio tukaambiana na sisi hapa tukasema, so sisi tuko Nairobi, wengine wako Kakamega hapa, wanakula shida ni kuendea malon, tunahangaika kwa hii maisha. Kumbe ni mtu amekanyagia. Kumbe kuna mtu mahali amekanyagia bwana, amekaza. Yaani amekaza, ndio hapo ndo nilijuanga sio kila time utateseka kwa maisha yako, ati itakuwa ni jirani yako ama best yako amekulaani ama amekuroga. Sometimes ni mate ya wazazi. True. Enyewe sio lazima usaidie mzazi yako. Hujalazimishwa. But ni poa hawa jamaa pale wako waishi maisha poa, ndio pio ya kuombe mema. Hasa imagine Shosh bana amekaa huko, si tunashangaa mbona maisha isongi. Bana mimi naweza kuambia kwanza last year maisha yangu ilikuwa mbaya sana. Sio peke yako. Unashika do? Pesa unajua hata pesa ujipe penye imeenda. Kazi ikubali, pesa ikae kwa mkono. Kama ni ndoa yako inakuwa na challenges mob, unashangaa rada ni gani? Mmegombana mzee hata inaenda. And I can tell you for a fact. Since that day huyo Shosho tulisikia akisema hiyo maneno. Mambo inateremka. Since that day alitamka hiyo maneno akasema natubu. Akituambia vitu alikuwa amefanya sijui nini akitubu. Mimi naweza kuambia toka hiyo siku hata nilikuwa nauza siza hapa. By the way toka hiyo siku una feel aje life yako? Mambo inajipa. None of us hapa anadaiwa na mtu. Sasa sina deni. Hakuna mtu hapa anasumbuana na Shylock ama ati akona deni amekopa mahali. Ati ukiona ni namba unakosa kushika. Hakuna mtu hapa anasumbuliwa zote anafungiwa milango za nyumba yake ati ameshindwa na rent. Hakuna hapa mtu amekimbizwa na bwana yake ama ameachana na bibi yake kwa sababu nini? Since that time maisha inaenda hivi. Na sisi naye hatujaiacha kumsupport. I think tu mtu akiwa na shida anafaa kuanza kwanza kwa roots. Au watu wa nyumbani kwanza. Enda angalia watu wa nyumbani bana. I think labda power of the tongue, na watu wanaongeanga inafanya tu mambo yajibi. Labda ulitema mate chini bana. Usiaifanya chochote. Bana nakwambia tuliteseka wewe. Si jokes. Hakuna mwaka mbaya kama last year. Si jokes bana. Lakini since aseme hiyo kitu, hata sisi wenyewe ni witness. Maisha at least unaona inajipa. Maisha inajipa. Ukipigia simu unaona hangaiki. Mimi hukuzoa alikuwa ananipigia simu ananiambia ati unaweza nisaidia hapo na dhao. Hiyo saa nasema afadhali anaomba dhao. Mimi nataka 200. Mimi nataka tu 200. Nashangaa anaomba aje dhao na mimi nataka tu 200. Yaani kila mtu maisha yake iendi bana. Bana ilikuwa mbaya. It was bad. Bila tu sisi zamwambia, feel maisha yako inaenda vibaya. Ingia kwa roots kwanza. Angalia, are you in good terms with your grandma, your mom? Because mimi nimetestify na nimeamini ulimi hao watu ni mbaya. Very bad. Ulimi hao watu ni mbaya bana. Ulimi hao watu wakiwekea finyo bana maisha yako haitasonga. Unaweza shika pesa lakini yote inaenda tu in thin air. It's true. Hawezi account for ukiambiwa ni pesa hii 40k iko wapi? Hata uwezi eleza. Hata sijui, unajua siku hizi utaanza kusema unajua utumia siku hizi. Mambo ni mbaya. Hata nikwambia hata kama wewe ni mtu upendi kwenda kutembea ushago. Wewe ni mtu unakaa Nairobi, Mombasa, huko Qatar, huko wapi? Make sure hata paluko huko M-Pesa inafanya kazi. Yeah, hata wakitamka kitu mbaya na wewe mwenyewe unajua you are playing your part. Hizo vitu hazitakushika. But kama ni ukweli na Shosho ana kiberiti. Nakula mapaja ya kuku na Shosho yako huko ana kiberiti, matchstick. Alienda this siku nilimpata ameenda kuomba chumvi kwa. Sasa mimi ile siku naenda kumtembelea, anatuma Tracy aende akope mboga. Wewe bana huyu alikuwa ameenda kuomba chumvi kwa jirani. Jirani akamnyima akimwambia atumuomba chumvi sana hapa hivi. Bana nilikasirika sana. Mungu atusamehe tu bana. And if you're watching this video, because I know most of you guys may neglect wazazi wenyu, go check on them.
Sawa? Msiasumi kitu.